وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الكريم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Mheshimiwa Sheikh na kadhi wetu Sheikh na mashekhe wote ambao umeambata kwa nafasi zenu, kwa maslahi ya wakati naomba mniridhie nisiwataje kwa nafasi zenu, lakini tunatambua uwepo wenu na ni sharafu kwetu kuhudhuria katika maeneo yetu haya katika jambo letu ile adhimu. Tunaomba utulivu wa hali ya juu kwa sababu tunakwenda kuanza ratiba yetu ya aqdu nikah, na kwa mujibu wa ratiba nilionayo hapa tutapata ufunguzi wa hadhara, na dua ya ufunguzi hii itaongozwa na Sheikh Munathiru. Yeye atatusomea dua ya ufunguzi. Allahumma inna nuqaddimu ilayka bayna yaday kulli nafsin wa mahad wa tarfa biha ahlus samawati wa ahlul ardi. Amin. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحسن سهلا إذا شئت سهلا، فاجعل هذا أمورنا كلها سهلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله. Tunamkaribisha Sheikh wetu Sheikh Vomela kwa ajili ya kuweka mambo sawa ili tuingie rasmi katika ratiba yetu, basi tupate kutulizwa na maneno ya Sheikh wetu Sheikh Vomela. Matayasabisha. Ibrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladhi qala a'udhu billahi minash shaitanir rajim فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم على تعديل فواحدة. والصلاة والسلام على رسول الله سيد صلى الله عليه وسلم الذي قال النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. Ndugu zangu, nilitamani kijiti hiki nilichopewa nimpe mtu mbadala azungumzie hili jambo, kwa sababu hili jambo ni langu mimi. Anayeolewa ni binti yangu. Sasa nilikuwa naangalia katika mashehe au katika wanafunzi wetu nimkabidhi kidogo azungumze matayasara. Ashi eba alhamdulillah rabbil alamin salatu wassalam rasulillah sayyid sallallahu alaihi wasallam. Amma baad, ndugu zangu katika imani, nadhani nashinda nitumie lugha ipi. Kwamba kila sehemu huwa ina utaratibu wake na taratibu zake, ili jambo hilo lionekane au litambulike kwa sura hiyo na kwa mizani ya kipimo chake. Bila shaka hii ni nikah na ni miongoni katika sehemu za ibada. Kwa hiyo pasipo kurefusha maneno mengi, niseme tu wageni wote ambao tumealikwa katika familia hii kwa ajili ya kudiriki ibada hii, cha kwanza tunasema karibuni. Lakini kwa mimi msemaji, inawezekana lugha yangu isipendeze, ila niseme tufahamu lengo maalum la sisi kuwepo hapa, lakini pia na wenyeji tufahamu lengo maalum la wageni wetu kuacha shughuli zao na wakaja hapa. Hivyo naomba Allah subhanahu wa ta'ala atubarikie sote kwa pamoja katika ibada hii. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Baada ya maneno hayo yenye hekima ya kutuliza hadhara,
Tunakwenda sasa kuianza rasmi ratiba yetu kadiri Allah atakapokuwa ametukadiria, na kuombeni na kukumbusheni wote tuliohudhuria hapa tutie nia kwamba tupo katika ibada, ili kikazi hiki kitupe faida hata tutakapoondoka hapa inshallah. Ratiba yetu ya mwanzo itakuwa ni kusikiliza maneno matukufu ya Allah subhanahu wa ta'ala, walau ma tayassar. Qur'ani tukufu italetwa kwetu na al-Ustadh Hashim, mmoja katika maqari'ul Qur'ani ambao tunao hapa leo. Basi kidogo matayasar tutapata ladha na maana ya Qur'ani ambayo atatuletea inshallah. Kwa hivyo Ustadh Hashim, falyatafadhal. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا الله عليك زد عليك الله وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وزد على محمد. Jamani, tumsalie bwana mtume Muhammad. Mheshimiwa Shekhe na kadhi wetu tuliokuwa naye hapa na waheshimiwa wengine, napenda kutambua uwepo wa Mheshimiwa mwenyekiti wa halmashauri ya kata ya Buyombe. Huyo nimemwona kwa haraka haraka, na baadhi ya mashekhe wengine nimesema mwanzo mniridhie niwataje hivyo hivyo kwa kudokoa kwa kadiri ya hali inshallah, lakini tunatambua na tunaheshimu thamani yenu na tunawakaribisheni sana. Bwana harusi, karibu pia na jopo lako zima. Kia maneno matukufu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Baadaye atakuja shekhe kupita mawili matatu ili tupate faida sote. Ratiba inayofuata hivi sasa ni salatu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
lakini maelekezo kwa wale wote ambao watateuliwa kwa ajili ya kusoma athiri, shairi na mengine, watakaa pale katika kiti ili mpiga picha asipate tabu, lakini iwe ni uzuri kwa watu wengine wote. Kwa hivyo tunamswalia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamani, سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسلم. Naam, shukran sana Madrasatul Munawwar kwa kutuletea salatu ala nabi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ibarikie ndoa yetu hii kwa swala hizo za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wito wangu kwenu wahudhuriaji, wageni wetu, tushtuke kidogo, tujitikise kwa ajili ya mapenzi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baada ya hapo tutaingia katika athiri ya kwanza, wakati mashaikh zetu wanaendelea kujipanga kwa ajili ya kufungisha ndoa hii tukufu. Basi tutaleta athiri ya kwanza na nitaisoma mimi mwenyewe. Baada ya hapo tutaingia katika aqdun nikah inshallah. Cha qahari Allahumma salli wa sallim alayhi wakinifanye shime moyo
hakika ye mtume kipenzi cha Qahari, kwake nifanye shime. Mtume kwangu ni raha, mtume kwangu ni raha, mtume kwangu ni raha. Kwake sio utetezi, niombe nini kwa Taha? Kama sio utetezi mtume, mtume kwangu ni raha. Kwake sio utetezi, niombe nini kwa Taha? Kama sio utetezi, yendo yangu shabaha, yendo yangu shabaha, mbora wa waombezi, mbora wa waombezi, yendo yangu shabaha, yendo yangu shabaha, mbora wa waombezi, mbora wa waombezi, mtume, mtume kwangu ni raha. Ndio aniombe, niombe nini kwa Taha? Kama sio utetezi. Msalieni Bwana Mtume Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Madaya وأصلي وأسلم على النور الموصوف وأستمنح الله تعالى وأستمنح الله تعالى وأستمنح الله تعالى رضوانا يخص عطرة طاهرة نبوية ويعم الصحابة وأتباع ومن والاه. عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام Bwana harusi, mwenyeji wapi? Huko wapi? Mwanza, Tabora, Dodoma, Kigoma. Bwana harusi ni wa Kigoma. Kiongozi wao ni nani? Kiongozi. Simama shehe. Simama. Taratibu za kwetu kule tulikotoka. Sawa shehe. Sasa tusichukulie sisi wenyeji kwamba tumedharauliwa. Hebu wewe kama kiongozi waambie hao waje huko, kae nafasi ipo hapo. Jamani, ndugu zangu maafisa, hili ndio jambo lililotuleta hapa jamani. Kwa heshima na taadhimu, tunaomba tusogee tuweze kujumuika na ndugu yetu.
asibaki mtu yeyote kwenye gari, asibaki mtu yeyote kwenye gari. Tusogee tuweze kujumuika na ndugu yetu. Asante. Kweli picha haikutupendezesha sisi wenyeji. Inaonekana kama kidogo kuna hali fulani ya sitofahamu, na sisi kwetu ni umoja huko huko. Nadhani tusiige tabia ya mahala fulani, tuige tabia ya kule tulikotoka. Naam, jazakallahu khair. Yeye anasema pakiwepo wazee bana hapaharibiki majambo. Ndugu zangu, sasa naomba utulivu wa hali ya juu, kwa sababu tunaingia katika jambo ambalo limetuleta hapa. Kwa hakika tuingia katika ufukishaji wa ndoa. Fatiha. Katika ndoa wawili maadilifu, na ndio kwa hiyo shahidi wa muoaji aje, shahidi wa muolewaji aje, afu atueleze wameshaenda kule, wameuliza, wanajua hujafika. Sasa tunafungisha hapa, afu kienda kule yule binti anasema ile mahari haikuwa hiyo, tunafanyaje? Kwa hiyo tuombe na hili na alisitiza sana, mimi nitakuwa mkali wakati mwingine kama kadhi. Na hata nilikuwa Buseresere nikasema maustadhi sasa hivi wamevamia vitu na hawataki kwenda kupata, ili mradi ana kitabu na hivi sio sawa. Kwa sababu ndoa iswihi ni mambo manne. Wamekubaliana wanaoana, mahari yao, wali na tayari mashahidi wawili ambao ni waadilifu. Sasa tunapokuwa tukiingia hivi, sisi hatutaki kuiga, kwa sababu kuna watu wenzetu wao wanasema baba anatosha. Inawezekana baba alikopa hela kwa mtu, baada ya kukopa hela mzee hana la kulipa, anamwambia sasa sikia atakupa binti yangu. Binti analazimishwa. Mkienda kule ndio mnapata ukweli kwamba kwa sababu ndoa ni ridhaa na ndio itatamkwa ridhaa. Kwa hiyo niombe mashahidi sasa wawili, waoaji na muolewaji, na kiongozi wetu mmoja waende kule wakapata, au ni Mnyemwe au Usuku, basi iwe hivyo, au hote iwe hivyo hivyo. Ndio Uislamu. Inshallah nenda nani ana nendeni Sheikh mashahidi. Si mtaandikwa kwenye kitabu. Sasa mnaandikwa kwenye kitabu wakati hamjafika. Nendeni. Alafu mje msichelewe kama jambo hapa, lakini kwa sababu yupo kadhi hapa, Mwenyezi Mungu ambarikie na mtoilishie umri wake, na sisi tuendelee kusoma kwake. Dengan menyebut namamu, berlindungku sepanjang waktu, agar ku ingat selalu dan berharap ridhamu. Awali kebaikan. Ongeza sauti mama. Umeridhia mwenyewe kuolewa kwa mahari ambayo mlokubaliana? Kuolewa na nani? Kuolewa na nani? Hamza Uthmani Kaumu. Umeridhia kuolewa na Hamza Uthmani Kaumu? Naitwa Shamia Mahmud Uthman Ramadhani, ni shahidi wako kama bibi harusi. Nilitolewa na mzee Ruvumera, nimekuja kusikiliza kama wewe kama kweli umekubali kuolewa na bibi harusi na bwana harusi. Hamza nimethibitisha wewe umekubali bali shehe. Takbir. Kuongezea hapo, mnaona katika misingi ya dini na sheria za dini ya Kiislamu. Kwa hiyo lolote lile ambalo linalokuwa ni zito katika safari ya maisha ya ndoa, na kuwaona ni sisi watu wawili hapa,
sio kwamba uanze kwa mwenyekiti wa mtaa umalizie mahakamani. Utaratibu wetu wa dini haujaturuhusu. Tumuombe Mwenyezi Mungu lisitokeze mpaka mwisho wa maisha. Sawa mama? Inshallah. Hakuna deni lolote. Mahari taslimu ndio kubaliana. Hamza kwa mahali waliokubaliana bila tatizo lolote. Saidi njoo. الفاتحة. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ورب الأليم عليه. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تناكحوا تكثروا فإني. وقال صلى الله عليه وسلم: ركعتان ومن ظلم العباد. واستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. Hamza ibn Athmani, mimi Ruvumela ibn Saidi ninakuozesha binti yangu Khadija binti Ruvumela Saidi kwa mahari mliokubaliana kwa idhini yake yeye mwenyewe na kwa idhini yangu mimi wali wake, kwa mahari mliokubaliana mbele ya mashahidi Mahmudu Athmani na Ali ibn Khamisi. Je, umekubali? Ndio, nimekubali. Mwa Khadija Saidi Ruvumela mahari tuliyokubaliana mbele ya mashahidi
Ali na Mahmud. Hamza Athman. Mimi Ruvumela ibn Saidi ninakuozesha binti yangu Khadija binti Ruvumela ibn Saidi kwa idhini yake yeye mwenyewe na kwa idhini yangu mimi wali wake, kwa ridhaa yake yeye mwenyewe na kwa ridhaa yangu mimi wali wake, kwa mahari mliokubaliana mbele ya mashahidi Mahmud ibn Athmani na Khamisi ibn Ali. Je, umekubali? Ndio, nimekubali. Ndio, nimekubali kumuoa Khadija Saidi Ruvumela. Nimekuozesha na nimekufungisha ndoa kwa kufuata sheria na misingi ya dini ya Kiislamu mbele ya mashahidi wawili Mahmud ibn Athmani na Ali ibn Khamisi. Je, umekubali kumuoa? Ndio, nimekubali. Mimi Hamza Athman nimekubali kumuoa Khadija Ruvumela Saidi kwa ridhaa yake na kwa idhini ya wali wake na kufuata sheria ya misingi ya dini ya Kiislamu. Je, umekubali kumuoa? Naam, nimekubali. Je, umemuoa? Naam, nimemuoa. Takbir. Watukufu wa Kiislamu na wale wasiokuwa wa Kiislamu, ndugu wageni waalikwa, majirani na
Salamu na wasalimu nyote mlohudhuria binasani wafiqahu kaulihi kumsifu dada Khadija kwa vile ametulia ametutoa huzuni. Umeolewa Khadija, katulie na mumeo. Jambo la kwanza, karibu mume anapoingia, ukae naye karibu, shati ukimfungua, sema naye taratibu, viatu ukimvua. Umeolewa Khadija, katulie na mumeo. Kumtolee salamu mume anapoingia, muoneshe tabasamu kwake ubavuni. Kelele dada ni sumu, nena naye kwa upole. Umeolewa Khadija, katulie na mumeo. Dada ujumba ni kiasi wala sio lele mama, usiufanye upuzi gari likiaja kuzama. Mambo mengi zingatia, ndoa ipate simama. Umeolewa Khadija, katulie na mumeo. Mheshimu mume wako na ndugu wa mume wako, wafike hapo kwako kwa heshima wapokee. Usijitie kiburi ukajazushi wa mambo. Umeolewa Khadija, katulie na mumeo. Vigeregere kwa sana vyende kwa dada Khadija, leo kapendeza sana hata kama Mungu kampa uzuri, yeye kampendelea. You very beautiful, nani wa kumfikia? Vimacho vyake goroli ni vile akirembua. Umeolewa Khadija, katulie na mumeo. Duniani tumeona wasichana ila hawana maana kumzidi Khadija kimwali. Umeolewa Khadija, katulie na mumeo. Wakaroge kwa sababu uchawi mafunde saba. Hamza kwako Aisha kwa Khadija, wewe ndo jini mahaba. Umeshaika tabima, ulilinda lako huba. Umeolewa Khadija, katulie na mumeo. Wakaroge kwa sangoma, uchawi mafungo saba. Hamza kwako Aisha kwa Khadija, ni mahaba. Umeshaika tabima, ulilinda lako huba. Umeolewa Khadija, katulie na mumeo. Huo ulikuwa ni usia kwa dada yangu Bi Khadija. Ufuatao ni usia kwa shemeji yangu Bwana Hamza. Kaka Hamza, na kugeukia nisikize kwa makini. Kwa nini lako chaguo umempenda Khadija, wala ukulazimishwa, umempenda mwenyewe. Na waombea baraka, muishi maisha mema. Ulipokuwa mdogo ulitamani
muishi maisha mema. Kama kakuita switi kwa sauti ya puani, usiruke kizingiti, muitike wangu hani. Kaukae kwenye kiti ujue ataka nini, na waombea baraka muishi maisha mema. Akiumwa ubavuni mpige busu shavuni, umuambie I love you mimi wako my dear. Hilo ndilo shamba lako, maji yako mwagilia. Na waombea baraka muishi maisha mema. Usiende mpirani kuiangalia Yanga. Yanga yuko ndani mwako, uwanjani chumba chako. Usiende mpirani kuiangalia Yanga. Yanga yumo ndani kwako, uwanjani chumba chako. Mchezaji wewe mwenyewe, mdakaji mke wako. Nawaombea baraka muishi maisha mema. Jiepushe na vikundi vya magengeni jioni. Jali ulioyapanga na mke wako chumbani. Usije kupumbazika ukayasema ya ndani. Nawaombea baraka muishi maisha mema. Muite majina mazuri yote yanayovutia. Mke wangu wa halali la azizi my dear. Tena nisipokuona mwili unakosa nguvu, roho yangu yasonona, mwenzako ninahisi wivu. Mpaka shume tumeona, wasiku ime kwa nguvu. Nawaombea baraka muishi maisha mema. Au wamwita Romeo shoti na hanifuni, Bonito na miamuro shelbi korozoni. Mtaamu sinta leo mkiano amaijuni. Huyo kwako atagadani na kwambia atoki. Nawaombea baraka muishi maisha mema. Mwambie sijafosiwa na mtu, nimekupenda mwenyewe. Moyo ndo ulithubutu nikakuchagua wewe. Raha ya chuma ni kutu, wacha nizikwe na wewe. Naombea baraka muishi maisha mema. Mwambie nahisi nimetumbukia kwenye kisima cha mahaba. Nahisi ndo najifia, wewe ndo wangu saada. Sekunde zimesalia nife kwa yako mahaba. Naombea baraka muishi maisha mema. Pongezi zingine natoa kwa mama mza chema. Mama kamlea vyema na leo anaolewa. Mola kulipe vyema duniani na akhera. Ewe Mola msifike, tulindie mama yetu. Na bibi Khadija, bibi wa bibi harusi, leo anashangilia mjukuu kuolewa. Na ndugu wote simama, kazi kubwa mmefanya.
poem. So for now I'm finishing, I'm very juicy utamu. Wajallahu dibai shamsi wa next time. Wajallahu dibai I'm ending up. Kwa majina najitaja wale wanaotaka nijua. Naitwa Sudi bin Isa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Huyo alikuwa ni kaka wa biharusi. Barakallahu fik ndugu yangu, Mwenyezi Mungu akubarikie, akutailisha. Na mzee huyu kwa hikma zake na elimu yake ana maneno ya kuwanasihi watoto wake. Naomba tukae kimya tusikilizane vizuri sana. Sasa kwa umri wangu na elimu yangu na nafasi yangu siwezi kumnyanyua. Namuomba kwa nafasi ndogo tu imamu wa Masjid Jihad amnyanyue mzee wetu, mzee Ruvomela, kwa ajili ya kusema na vijana wao. Imam, tafadhali. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi akhadha al-nikah wa nadaba ilayhi shurrat as-sihah wa qa'ada baba al-alim alayhi la nabiyina al-mustafa Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man kama baada ya kushukuru Mwenyezi Mungu na kutaka ziada za rahma na amani zifike. Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu Waislamu, wanamume kwa wanawake, ndugu zangu, rafiki zangu, waliko wote wa madhehebu zote na kabila na dini zote, nirudi kwanza nyumbani kule ili nitabike mwakesa mulimu na mahoro tunagendeka sasa. Na ndugu zangu Waislamu, nimesimama kwa ajili ya vijana wangu tena mkuonyesha kuhurumiana, kupendana kwa dhati. Mimi ninachokizungumza kwamba usawa wangu, nianze kwa binti yangu Tege. Tege, wewe ndio ulionipa taarifa kwamba umempata mchumba wa kuoa. Nikakuuliza, umemweka kwenye mizani, anakustahiki, anakufaa? Allahumma salli wa sallim alayhi. Anaambia kwa dhati, baba yangu, mahala hapo ndio nimefika. Sasa Tege, Khadija kwa jina lingine almashhuri Tege, yani maana kwa kia subiri au subira, unaondoka nyumbani kwangu, unatoka katika mamlaka yangu, tayari umempata sasa ambaye anabeba majukumu yote. Kama alivyokwisha sema mshairi, amesema maneno ya msingi kaka yako. Binti yangu Tege, unisikilize kwa makini sana. Mwanamume ushendi na ile lugha inakunasihi kwamba lazima umpende mumeo na umheshimu. Tihali kijana ukafika tayari mama yako mkwe akawa ni mchawi, mara sijui namna gani, baba yake hapana, si sheria wala sio haki. Ukaenda na hilo tayari utakuwa unabomoa mji wako. Ni lazima umpende mume wako, lakini pamoja na wazazi wake.
Lakini kitu kingine nikwambie mwanangu, kitu ambacho sasa hicho ukitahadhari, kama mumeo ana madada ni tatizo kwa ndoa za sasa hivi. Ni lazima uwe makini. Kuna dada ambaye amejaliwa kusema, kusaliti, kuteta, kusengenya, anajitahidi sana. Kwa hiyo ni lazima, kama nilivyokwisha kufundisha na kama nilivyo mimi Ruvumela, sina mgomvi naye mkusudia ugomvi mimi, na Mwenyezi Mungu ni shahidi juu ya hili. Kama atakuja na maneno, mpe nafasi, hewala, mpe nafasi asema anavyotaka. Lakini wewe dili na mumeo, na wala usiwe mwenye kushtakia mara kwa mara, unajua dada yako. Wewe fanya mbinu zako hadi pale ambapo utakubaliana na wifi yako huyo, na kama atakuwa na nusu ya shetani nusu binadamu, basi mwachie Allah, isipokuwa wewe dini na dua, ili Mwenyezi Mungu akuepushe na huyo ambaye atakuwa na kuvuruga. Umheshimie. Pili, Khadija mwanangu, usiwe unapika bila kuwa na makini. Unapopika chakula ya mumeo ni lazima uwe makini, akili yako ielekeze kwenye chungu hicho. Usizidishi chumvi halafu kila siku bahati mbaya unajua. Hapana, tuliza kichwa mpaka pale utakapokuwa umeipua chungu cha chakula aidha mboga, ndio utulie. Sasa umeshakuwa na uhakika kwamba chumvi ulioiunga umeionja ni barabara kwa mumeo. Usipurumuke tu miaka miwili mwaka moja wewe ukawa ni kero kwa mumeo. Maana desturi ya sisi wanamume, pamoja na umri wangu, nikiudhiwa siwezi kulia mbele ya mke wangu, lazima niende msalani kule nipelekee maji, na lilia kule, natoka kule machozi yamesha, mbona umekawia? Unajua bwana, hapana. Ndio style ya wanamume, ila wanawake hulia mbele ya wanamume mkiudhiwa, lakini mwanamume halilii mbele ya mke wake. Anaenda bafuni, anaenda chumbani, basi anajinamia huko, anatoka huko, vimeisha. Kwa hiyo usiwe kero kwa mumeo. Pika chakula anayohitaji na kwa muda. Inatakiwa ujidhalilishe, sio mpimane ubavu, hapana. Kisha sio mwite Hamza aidha baba nani, ni lazima Khadija niwe nikikusikia. Kama itatokea maake, tabia ya kuiga huwa haidumu. Mume wangu ndio kumwita maake baba Khadija, baba nani ni wapita njia, ndio wanastahili waseme baba fulani, lakini wewe mke wake lazima muite mume wangu. Khadija, uwe na huruma sana na mapenzi kwa mumeo na kwa wazazi wake. Hilo ndilo nimekwambia. Ukienda kwa wazazi wake lazima uwatumikie kwa namna zozote, lazima uwatumikie kama ambavyo wewe ulikuwa ukinitumikia mimi, na ndivyo sasa wamekuwa wazazi wako wale wazazi wake. Hamza sasa ndio wazazi wako. Mko wangu Hamza, kijana wangu, aliniambia baba, tena hatujaonana. Nikaitika, mwanangu, baba vipi? Nikamwambia mambo. Oh baba poa. Wewe nani? Mimi baba naitwa Hamza. Mwakani nani? Wewe ni baba? Nikamwambia naam. Nadhani Mwenyezi Mungu ni shahidi, umelipa mahari, mimi sijakuona. Wakusikia sauti walikuwakilisha nduguzo na walikuja hapa, nikakupokea bila kukufahamu, wakusikia sauti yako kuna ukweli. Lakini nilikuuliza una dini sawa sawa? Una swali? Unaujua Uislamu? Unathamini Uislamu? Ndio maswali yangu ndio. Sasa sihitaji kesho niwe kumbe ile swala ilikuwa ni abushen. Kesho mara nasikia mke wako anapiga kidogo, mara sijui namna gani hapa. Inshallah nenda umlee mke wako katika misingi ya dini ya Kiislamu, lakini hili mama mmoja alikuwa na binti yake mmoja tu, akawa anaposwa. Yule mama anasema, binti yangu usimkubali mchumba wa kabla mimi sijamuona. Anakuja mchumba sijui ni waziri, anasema hapana,
ngoja nikamwite mama. Mama amevaa masempere sempere. Yule mama anakuja anasuta. Vijana wa leo hata ile anamnyanyapaa. Baba nini hawa? Hapana, binti yangu hajaposwa bado, hastahili kuposwa. Mnaelewa? Nishike vizuri. Ikawa hivyo kwa mtihani, kisha akaja aloandaliwa ambaye alolelewa malezi mazuri ya huruma ya mapenzi ya dini. Yule mama alipotoka kule amevaa masempera, alipofika tu pale mbele ya kijana akajipiga mwele, akaanza kufurukuta. Yule kijana akaenda akamkumbatia yule mama, akamshikilia, kisha akamuinua mama yake mkwe, akampakusa udongo, akamfukuza. Mama pole, mama pole, mama yangu. Ndio vizuri. Yule mama akamwambia karibu na stahiki muone, kwa sababu umeonyesha huruma na mapenzi na mama utanilea. Hamza, umeona alivyosimama? Umeona? Adiki. Katika watoto nilionao ni pamoja na Khadija, alikuwa ni jembe. Wewe umekuwa badala ya Khadija kwa jembe. Na mimi nilikuwa ndani. Nitakwambia nenda kwa bwana mdogo Mchondo. Huyo kama muhajiri alhamdulillah. Kama hutojivuruga umeingia pazuri. Kama utakuwa na akili na busara, ila kama utakuwa ni kijana wa hovyo hovyo, na sisi tutakuona hovyo hovyo. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Swali ni bwana Muhammad.